from Monday, and I want you to usikize hii maneno vizuri. From Monday, sitaki usikia ngamia ama mtoto wa ngamia on the land ya watu wa Kitui. Ondoa ngamia. You know, Bwana Waziri, na asante because of the conversation that I was told happened between governor wetu wa Kitui na governor wa Garissa. Lakini ukweli wa Mungu usemwe. Sisi watu wa Kitui, we don't share a border with the county of Garissa. Tuanze hapo. Ya pili, hayo mazungumzo ni mzuri kwa sababu ilifungua barabara, but it did not address the real issue. The real issue ni wafugaji wa ngamia wa Somali hapa Kitui. That is the real issue. Duale bwana Sikiza bwana Duale. Sisi tumepeana onyo na ultimatum. Kwa sababu hizo ngamia umesema ni zako zote, hizo ngamia zitoke. Toka hapa mpaka muda. Na kama tabia Duale, unaona kama ndo kiwa. Walai. Tumetosha. Tumechoka. Yani we have had enough. Kuna sheria, wacha nimalizie hapo. Kuna sheria, international law. Bwana wakili speaker, the responsibility to protect. If a government is either unwilling or unable to protect its people, one thing happens. It loses the moral and legal authority to rule or govern those people. Kwa hiyo Bwana Ruto, wewe kama sasa serikali yako imeshindwa to protect the interests and the property of the people of Ngune and the people of Kitui, basi wewe Ruto, you will lose the moral and legal authority to preside or even govern these people. Ukweli gani ukweli ende? Kwa sababu hizo mnatembea huku sisi tunasema tunafika watu tunasema Ruto because of the killings that have happened under your government. Kwa sababu ya kifo cha huyu mtoto wetu James amelala hapa. Ruto tunasema serikali yako ni one term. Kwa hivyo sisi tusikubali wafugaji wa ngamia za Duale wakuwe ndio wataleta uhasama baina ya Wakamba na Wasomali. Sababu sisi na Wasomali hatuna shida na hao watu. Sisi shida yetu ni ngamia, na mwenyewe amejitambua amesema Duale ndiye mwenye ngamia. Sisi shida yetu ni Duale, ngamia zake na wafugaji wake. Kwa hivyo wao wafanye nini? Atuwafanye nini? Asanteni sana. God bless you so much.